أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, nimesimama hapa mbele yenu kwa lengo la kuwaletea mada inayohusiana na hasad. Ndugu zangu Waislamu, hasadi ni nini? Hasadi ni kumwonea wivu mtu mwingine kwa neema aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutaka wewe umondoke neema ile ije kwako. Hiyo ndio hasad. Kutokana na hasadi unakuwa na upungufu wa imani katika nafsi yako. Pia hupendi mwenzio afanikiwe. Pia una tamaa ya mali na madaraka. Pia unakuwa na kiburi na majivuno, alafu huziki na mgao wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio hasadi, mama zangu katika imani. Kutokana na hayo ya hasadi ni gonjwa kubwa lililopo katika mioyo ya wanadamu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema tujikinge na gonjwa hili la hasadi katika surati Falaq, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min sharri hasidin idha hasada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema najilinda kutokana na shari za hasidi pindi anapohusudu. Tumswalieni Mtume. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na gonjwa hili kubwa la hasadi, Mwenyezi Mungu ametaka tujikinge nalo gonjwa hili la hasadi kwa kupitia aya hii aliyosema kwamba anajilinda kutokana na hasidi pindi anapohusudu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutoa dalili katika surati An-Nisa aya 54. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, am yahsuduna ala ma atahumullahu min fadlihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema au wanahusudu watu kwa yale aliyowapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake. Mwenyezi Mungu anatuuliza hao wanaohusudu watu kwa ajili ya yale niliyowapa katika fadhila zake. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizotupa, hususan sisi kina mama. Kina mama tunabeba matumbo yetu, hali ya kuwa matumbo yale hatujui ndani ya tumbo tumebeba nini, lakini kwa fadhila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala analilinda tumbo lile na kumfadhilisha mtoto yule mpaka anakuwa, mpaka inafikia wakati ya miezi 9 Mwenyezi Mungu anaamua kumtoa kiumbe yule ndogo katika tumbo lako. Mama wa Kiislamu anamtoa kwa njia ya ajabu. Hizo zote ni fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini tuangalie kina mama wa Kiislamu tunavyozikanusha fadhila za Mwenyezi Mungu pale mtoto tu anapotoka. Bismillahi, mtoto anapotoka, basi mwanamama wa Kiislamu unajitia ufundi kuwa wewe ndio mjuzi kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto anapotoka unaenda kwa mtaalamu, unamfunga kamba mtoto huyo kuanzia mikononi, kwenye kiuno, kwenye mabega,
eti kwa lengo la kumkinga na hasadi na husda na mashetani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama zangu katika imani, huyo sio ulinzi aliosema Allah subhanahu wa ta'ala. Ulinzi aliosema Allah subhanahu wa ta'ala pale alipomwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuelekeze kinga juu ya kuwasomea watoto zetu. Tumeambiwa kwamba mtoto anatakiwa asomewe dua asubuhi na jioni, na wala sio kumfunga kamba katika viungo vyake. Unatakiwa mwanamama wa Kiislamu umshike kichwa mtoto wako na kumsomea dua, a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Hiyo inatosha kuwa ulinzi tosha kwa mtoto wako, sio kumfunga makamba katika mwili. Ukimsomea hiyo dua inatosha sana mtoto wako kulindwa na hasadi na kijicho na mashetani wabaya. Tumswalini Mtume. Mama zangu wa Kiislamu, kutokana na madhara ya hasadi husababisha kukosa utulivu katika moyo, pia husababisha huzuni kubwa na msongo wa mawazo. Na kama tunavyojua, mtu akiwa na msongo wa mawazo anaweza akapata madhara, kwa mfano ugonjwa wa moyo na kuparalaizi. Allah atunusuru na magonjwa hayo. Ndugu zangu Waislamu, pia husababisha madhambi mbalimbali na kupunguza thawabu za watu. Kwa kuliona hilo, ndugu zangu Waislamu, napenda kuingizia kisa cha Nabii Yakubu alayhi salatu wassalam. Nabii Yakubu alayhi salatu wassalam na familia yake walipotaka kwenda kuwinda katika mawindo ya kwenda kuwinda mapolini, walitaka kumchukua Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Na baada ya kutaka kumchukua, lakini Nabii Yakubu alisita kumtoa mtoto wake, lakini baadaye wale wakaka wakalazimisha na kumlaghai baba yao kwa maneno ya udanganyifu, mpaka yule mzee Yakubu alayhi salatu wassalam akakubali, akamtoa Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Alipofika kule katikati ya pori, basi wale kaka zake Nabii Yusufu wakamchukua Nabii Yusufu na wakampiga, mwisho wa siku akamuingiza katika kisima. Inna lillahi. Hayo ndio madhara ya hasadi, mama zangu katika imani. Hasadi haina huruma hata kama ni ndugu. Hasadi inaleta gombanishi. Hasadi ni roho mbaya, inagombanisha Waislamu kwa Waislamu. Hiyo ndio hasadi, mama zangu katika imani na ndugu zangu katika imani. Ndugu zangu Waislamu, jinsi gani ya kujisafisha na hiyo hasadi? Jinsi ya kujisafisha na hasadi, ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa kuimarisha imani yako. Kuimarisha imani yako kivipi? Kwanza kabisa ni kumtaja Mwenyezi Mungu kila wakati, hapo ndipo utaimarisha imani yako. Pili ni kutaka istighfar kwa Mola wako, hapo ndipo utaimarisha imani yako. Tatu ni kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo ndipo utasafisha imani yako na utaepukana na gonjwa hili kubwa la hasadi linalotusumbua sana katika mioyo yetu. Ndugu zangu Waislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, istainu ala injahil haij biliktimani fa inna kulla dhi ni'mati mahsud. Takeni msaada kwa kukidhiwa haja, hakika kila mwenye neema husudiwa. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie leo neema ngapi tunazitangaza. Tunazitangaza kwa matarumbeta, tunazitangaza kwa vigodoro, tunazitangaza kwa namna nyingi tu. Ukipata neema kidogo, basi wewe kwako kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza tusiwe wenye kuzitangaza neema, kwani ukizitangaza neema unapata hasadi, mama zangu katika imani. Kwa kusema hayo, namuomba Allah
Kwa